وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، baada ya kumsifu Allah na kumtakia rehma mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, an al-mu'minin Aisha radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala khayrukum li ahlihi wa ana khayrukum li ahli. Mama Aisha radhiyallahu anha anatuambia Mtume sallallahu alayhi wa sallam amesema, khairukum li ahlihi, mtu bora sana kati yenu ni yule atakayekuwa bora sana kwa familia yake nyumbani. Wa ana khairukum li ahli, na mimi, Mtume anasema, na mimi niko bora sana mimi kwa familia yangu nyumbani. Maneno makubwa sana. Mtu atakayehesabika kuwa ni bora sana katika jamii, basi kwanza awe bora sana kule nyumbani kule. Alafu akasema, na mimi hivi mnavyoniona mimi ni mtu bora sana nyumbani kwangu. Ya Allah, raha sana. Leo hii ujumbe huu tukiuangalia katika jamii na ukua sasa hivi, swala la kukaa katika nyumba la ndoa wamelichukua kama maslahi fulani tu hivi. Kukikosekana maslahi hayo, ile ndoa haipo tena, hakuna sababu tena za ndoa. Kwa hiyo huwa yanaangaliwa hayo tu ya kiuchumi hivi, ya kinyumba tu. Basi nyumba kila mmoja hutafuta namna ya kuiondoa. Mbona wanawake wamejaa tele, mbona wanaume wamejaa tele? Hivi kweli ndio ndoa iko hivyo? Tukiangalia katika tarehe yetu ya kuzaliwa, ya kuumbwa, baba yetu Adam alianza kuumbwa yeye, na Mungu hakumpa majukumu yoyote kabla ya kumuumbia mkewe. Hakumpa jukumu, alimwacha kwanza free, amemwacha tu. Na Adam alijiona yupo tu alipokuwa yuko peke yake. Mungu alikuwa anatengeneza pale kwenye janna ile ya tajriba, janna ya majaribio ile ya kumfundisha atakuja kuishi vipi huku. Anapitisha hatua ile ya Adamu kuwa pekee ni hatua ambayo hawezi kubeba majukumu vizuri. Akamwacha Adamu, akawa yupo tu, anazunguka huko akizunguka huko tu, ana mambo kichwani tele, hana wa kumwambia. Alipomuumbia mwenzie tu, akili ikabadilika pale kumuona tu. Akili yake imekuwa sasa ina mambo mengi inataka kutoa ndani ya akili yake, ndani ya kichwa chake, ndani ya moyo wake. We mgeni hapa? Ndio, mimi mwenyeji hapa. Sawa. Anataka kumwonyesha uwenyeji. Mungu anamwambia, ngoja kwanza tu akabidhi kindoa. Sasa akamkabidhi. Alipokwisha mkabidhi tu, jukumu likaanza. Kuleni mnapotaka, tembeeni mnapotaka, zungukeni, jisikieni huru, ila hapa msisogee. Majukumu tayari yameshaanza. Fanya mtakavyo, ila hapa msifanye, msisogee. Pale utulivu ukawa umeshaanza. Utulivu umeanza kote pande zote mbili. Baada ya kuunganishwa tu majukumu, ndipo yakaanza kutolewa na utulivu ukawepo. Utulivu ule haukuondoka mpaka pale palipoharibika jukumu fulani. Allah subhanahu wa ta'ala alimwambia, mwangalie sana na huyu ni adui yako, huyu mwangalie ni adui yenu. Fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa Adam fatashqa, angalia huyu asije akakutoeni hapa Adam, utapata tabu. Ilikuwa inawezekana kusema mtapata tabu, lakini akaambiwa utapata tabu. Msimamizi mkuu yeye kichwa. Sasa
Kweli hakukuwa na tabu mpaka ilipokuwa yule aliambiwa atakushawishini, atakusumbueni, aliposikilizwa tu tabu zikaanza. Ndio hivi hivi kulivyo duniani, akisikilizwa tu, iwe ni shetani yule awe shetani binadamu, akishasikilizwa tu tabu zinaanza. Jukumu la Mungu japo moja likiachwa tu tabu zinaanza. Na leo kizazi tulichonacho leo, ufuataji wa majukumu ni mdogo, halafu ushauri wanashauriana wenyewe kwa wenyewe tu. Ndoa zina tabu kweli, wanaposhauriana wenyewe kwa wenyewe wanaambiana, wewe usibabaishwe na mwanamke bwana, usibabaishwe na mwanamke bwana. Mwanamume wanaambiwa hivyo na wenzake huko vijiweni, wewe usibabaishwe na mwanamke bwana. Sasa babaishwe na nani? Ababaishwe na wanaume hao? Usichezewe na wanawake, wewe achezewe na nani? Wewe ukiambia uchezewe na wanaume utakubali? Akachezewe na wanawake basi, ndio mwenzio kukuchezea huyo. Kubali hivyo, huyo akuchezea, kuvuruga akili, akupeleke, yani akupelekeshe, ndio maisha yenyewe. Na wewe mpelekeshe hivyo hivyo, ndio maisha yenyewe. Sasa watu wanasahau kipengele hiki, utulivu unakosekana. Mtume sallallahu alaihi wasallam anayefunuliwa wahi mbinguni alipelekeshwa na wanawake, hakupelekeshwa? Mpaka zikashuka aya kumweka sawa, amepelekeshwa kweli kweli. Lakini bado anasema khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Mbora wenu ni yule atakayekuwa mbora wenu kule nyumbani kwake, na mimi ni mbora wenu nyumbani kwangu. Kwa hiyo kupelekeshwa ni mambo yapo. Ndugu yangu mmoja ananiambia mjomba wake alimueleza maneno ya kufurahisha sana. Ndio, mjomba, unaona umri huu mimi na huyu mamako, yani anti yake yule, unaniona mimi na huyu mtu muhimu sana kwangu mimi. Huyu nikija nimevurugwa huko nje, basi yeye hunituliza, na siku akinikuta mimi nimetulia lazima anivuruge. Unasikia? Nimetulia sana, atanivuruga tu. Vipi, mbona leo uko hivyo hivi? Amvuruge yeye kidogo. Ndio maisha yenyewe. Sasa ninachopenda kusema ni nini? Ni hivi, jamani, ndoa ni sehemu moja ya ibada muhimu sana. Vijana, mkiingia kwenye ndoa msije mkafikiria kwamba ni kufuata starehe fulani tu. Hapana, umo kwenye ibada. Ulikuwa kwenye ibada ya kuswali, umeingiana kwenye ibada ya ndoa, na itakutuliza ufanye ibada nyingine vizuri. Sasa kitu ambacho kinakutuliza halafu kiwe yani hakina msukosuko wote, thamani yake iko wapi? Hebu fikiri kitu kizuri chochote kile kinatafutwa vipi? Kirahisi? Hakuna. Sharti kuna mikiki kidogo ya kukiweka sawa. Ile mikiki kidogo ndio maisha yenyewe. Tumeletwa duniani sio peponi hapa. Tuko kazini ili tukalipwe akhera. Kwa hiyo tuko kazini kubeba pia baadhi ya haya mambo. Beba hili. Siku nyingine umevurugwa tu, kile ukiangalia hamna sababu zozote za msingi, minya tu, unapotezea, alafu ukirudi saa nyingine yamekwisha. Ni khuluqa yao wanawake kuwa hivyo. Na siku nyingine umemvuruga wewe bila sababu zozote za msingi, naye aminye vile. Kina mama nao saa nyingine akivurugwa kidogo hivi, mimi bora niende kwetu tu. Uende kwenu wapi? Kwenu hapa. Umeshatoka kwenu, tuko pamoja. Napenda lieleweke hivyo, ndugu zangu. Maisha ya ndoa yasichukuliwe burudani tupu. Ni sehemu ya ibada kama ibada nyingine. Tena uvumilivu unatakiwa, na ile inna Allaha ma'as sabirina ipatikane. Allah yuko pamoja na wenye kusubiri ipatikane. Sasa kwa upande wa wanaume, kesi nyingi tukizisikia sasa hivi, vijana wamekuwa wakandamizaji. Wanaume hawataki kuulizwa, kufuatiliwa, ndio madai yao. Unanifuatilia sana wewe bwana, wewe chakula kipo, wewe mambo yote hapo, unataka nini? Kujua nini? Nataka kujua nini? Vipi? Si nataka kujua habari zako. Mlipofunga ndoa mlikuwa mko karibu, mnazungumza mengi, hili lile. Sasa yamepotea yale, hamzungumzi tena. Hata ukichelewa na kuuliza, mbona umechelewa sana? Hutaki kujulikana. Kwa nini sasa?
Kwani ukisema nimecheleweshwa na jambo fulani kuna shida gani? Eti iko shida? Kama mambo ni halali yaliyokuchelewesha kuna shida gani mtu kueleza? Lakini umechelewa halafu unaulizwa, wewe unanifuata kuchelewa, wewe unataka nini? Anakutaka wewe, ni wewe unatakiwa. Haya, umekuja upande wake, kuna kitu naye kiubinadamu kimekorofishwa kidogo. Wewe mwanamke au mwanamke? Ndio hayo mapungufu, ndio mwanamke huyo. Hebu jamani, tubadilike kidogo, tubadilike, tukumbuke asili ya kuumbwa kwetu. Hakuna anayeweza kujitegemea, mwanamume pekee wala mwanamke pekee. Sharti tuishi katika hali hiyo hiyo. Cha msingi kila mmoja afuate mipaka ya Allah, na mkifuata mipaka ya Allah mtajikuta mkiwekana, mkikwaruzana mnawekana sawa. Uwezekano upo kabisa, upo wa kuwekana sawa kama misingi ya Allah inafuatwa. Unaletewa kesi, unaisikiliza, saa nyingine mwanamume amesusa mpaka mke anadadisi, nimekukosea wapi? Basi kimya. Wapi nilipokosea nieleweshe? Kimya. Mpaka unaletewa kesi, unamwambia basi naomba mweke loudspeaker, hebu niwasikilize nyote. Bwana, nimeambiwa bwana, wewe mume mke amehisi kuwa kuna kitu kimekukera. Anauliza hicho kilichomkera, aangalie mwenyewe. Ala, ameangalia hajajua, inabidi ajue tu. Sasa atajuaje? Mweleweshe tu, akija akielewesha basi sio jambo la msingi hivyo. Mpaka umwambie, ndugu yangu, wewe hujawahi kumkosea Mungu hata siku moja? Nimewahi. Kama Mungu hapo hapo angekupiga bakora, ungekuwa huko tena? Ungekuwa hupo. Mangapi tunamkosea Mungu, anatuambia wayafu an kathir, anafumbia macho mambo mengi. Ndio yafu yenyewe, kama vile kufumbia macho, anaachia tu. Kwa lugha ya kimjini anapotezea. Yani hili umefanya, amepotezea, anakwenda na wewe tu, umefanya jingine, amepotezea. Sasa mwenzio uwete kumpotezea hata kidogo? Mengine potezea. Tukipotezea baadhi ya mambo, maisha yanakwenda vizuri. Lakini kama tumefumbulia macho kila jambo, hakuna maisha. Hebu turudie tena kwenye hadithi Mtume aliposema khairukum li ahlihi. Mtu mbora wenu ni pale anapokuwa mbora wenu kule kwa mkewe kule nyumbani. Wa ana khairukum li ahli, na mimi ni mbora wenu kwa mke wangu, maana kwa familia yangu kule nyumbani. Mimi kwa kila akifika kwa mkewe yoyote, huyu yeye ni mtu bora. Ndivyo Mtume alivyokuwa anatufundisha hivyo. Tuwe hivyo. Hebu tubadilike jamani. Hizi ndoa zinatuhitajia na tunazihitaji. Tusifanye vituko, wala hakuna mtu anayeweza kuishi pekee. Na tutakwenda kuulizwa kila kitu akhera bwana. Usione umekabidhiwa mke basi hutoulizwa, na mke naye usione umekabidhiwa mume hutoulizwa. Mtaulizwa na tutaulizwa, sote tutaulizwa, na hakuna anayeweza kuishi pekee. Leo nimalizie kwa hilo. Katika kesi tunazozipata, kina mama wengi hapa, nitasema direct, manake media inapeleka. Kina mama wengi mmekuwa tangu mjipojua kuna khulu, yani kidogo unauliza nifanye nini ili njihulu, kujivua kwenye ndoa. Jamani, kujihulu sio utatuzi wa matatizo. Nifanye nini nirudi kwenye ndoa nikae sawa? Kujihulu ni jambo limekuwa haliwezekani tena. Kina mama, badilisheni huo mtindo wa kujihulu. Na kina baba, tutaachwa sana siku hizi tusipoangalia. Kina mama anataka kuhulu, sio kawaida. Kila anayejua kujihulu, ukimchokoza tu anajihulu. Ukijihulu kama huyu mwanamume hana kosa la kufanyiwa khulu, utaulizwa mbele ya Allah. Na sisi tukifanya mambo mpaka tukawafikishia hatua mbaya, wakajihulu, wakajivua kwenye ndoa, tutaulizwa vile vile mbele ya Allah. Kwa hiyo tuwe makini, kila mtu ataulizwa, na ndoa ni neema kubwa sana kuwa na ndoa. Tuzichunge ndoa zetu, tuwe wazuri majumbani mwetu. Mwenyezi Mungu atujalie katika Ramadhani hii yale mapungufu yetu, tumuombe Mungu msamaha na tuyaweke sawa. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad.